Alhamdulillah. hapa duniani kulingania na mema. Naam. Tunakushukuru na tunaomba Mwenyezi Mungu akuzidishie elimu, maarifa, Amin. akuwezeshe umudu kuja kila Jumapili na pia katika vipindi vingine angalau tulinganie wema. Inshallah. Karibu. Hii leo Amin. utatueleza nini au mada ya leo ni ipi? Kwa sababu nakumbuka katika juma lililopita tulijadili kuhusu visa. Naam, Nabii Isa alayhi salam. Utaendelea kutueleza visa, na katika visa hivi kuna mafunzo mengi. Naam. Inshallah Mwenyezi Mungu pale atakapotuwezesha inshallah. Naam, tutagusia katika visa ikiwa hatuna muda inshallah. Kama Mwenyezi Mungu katika siku nyingine. Naam, inshallah khair. Naam, alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. وبعد إن شاء الله leo katika darasa letu tutazungumzia kuhusu umuhimu wa imani ya katika siku ya mwisho. Yani je, kuna umuhimu gani katika kuamini na siku ya mwisho, na kwamba kwa nini Mwenyezi Mungu sana anairudia mara kwa mara katika Qur'an. Sana ukiangalia katika baadhi ya sura nyingi ni kama Allah Subhanahu wa Ta'ala anatukumbusha masala ya siku ya mwisho, siku ya kiyama. Kama kwa wengine kutaka kujua ni kwamba tuangalie kuna umuhimu wake ni nini, na kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza ama kututajia mara kwa mara ili tuweze kujiandaa katika siku kama hii. Na tukiangalia hakika katika hadithi za Rasul sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumza, anasema ni siku ambayo ni siku nzito sana kwa mwanadamu. Ta Allah Subhanahu wa Ta'ala pia amezungumza akasema ni siku nzito kwa mwanadamu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anirudia mara kwa mara. Kwa hiyo kuna umuhimu gani kati yake kwa sisi kuweza kuzingatia katika siku hii ambayo ni siku ya mwisho katika siku ya kiyama. Ukiangalia Mwenyezi Mungu amezungumza katika baadhi ya sura, tuseme ni Al-Qariya, Al-Haqqa, Suratul Ghashiya. Mwenyezi Mungu anazungumzia hizo zote katika Suratul Inshiqaq. Sana hatutaweza kusoma sana katika hizi ama kufasiri nini Allah Subhanahu wa Ta'ala hasa anasema, kwa sababu Mwenyezi Mungu anazungumza kwa wingi na upana, ni kwa sababu ya wakati, ila tu tutagusia umuhimu na kuzingatia kwa nini tuzingatie siku kama hii na kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala anahitaji mara kwa mara. Naam. Katika siku kama hii kuzingatia mwanzo hasa ni kwamba katika imani yako ya kuamini na siku ya mwisho, mwanzo ni katika nguzo ya imani ambao katika Uislamu kuna nguzo ambazo ni ya imani lazima tuamini nazo ndio uwe katika muumini ambao ni muumini wa sawa. Kwa hiyo tunaamini kwamba kuna siku ya mwisho, siku ya mwisho ambao ni siku ya hukumu. Mwenyezi Mungu atakwenda kufanya nini kwa hukumu watu. Na pia hasa sana imefungamana, tuseme ina athari sana katika maisha ya mwanadamu ya kila siku. Kwamba huyu mwanadamu anafaa sana azingatie, kuzingatia kwake kutamleta yeye kuepukana na maafa, tuseme ni dhambi na maasia. Inakuwa ni kizuizi cha maovu. Itakuwa huwezi, ni kizuizi cha mbali ya kufanya wewe usiweze kufanya dhambi ama kufanya maasia. Kwa hiyo ukizingatia haya utakuwa makini sana katika kutekeleza masala yako ya ibada ama kutaka kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapa tukiangalia sana kwa mwanadamu ni kwamba imani thabiti, ni kwamba kila kitendo kile ambacho mwanadamu atakachokifanya, ama ni amali tuseme, ama nia, katika nia, hata nia tuseme, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kukuhukumu nayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atahukumu siku ya mwisho ni amali ile umeifanya, vitendo zote zile ambazo umezifanya, umeishi vipi katika ulimwengu, uliweza vipi katika maisha yako, kutumia maisha yako katika ulimwengu. Je, ulitumia katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ama ulitumia katika maisha ambayo ni maisha ya kidunia? Allah atakuhukumu katika haya yote, na katika hii inamfanya mwanadamu mwanadamu akiangalia katika mtizamo huu kwamba Mwenyezi Mungu atakwenda kunihukumu juu ya haya. Kwa hiyo inakuwa ni kizuizi kikubwa sana dhidi ya maovu. Inakuwa yeye hawezi kufanya nini? Hawezi kufanya maovu ama kufanya dhambi. Tuseme ni kule kuteleza, na mwanadamu si kamili, ni kwamba si nyingine huteleza akafanya maafa, lakini si kwamba umekusudia ukaanguka tuseme katika maafa. Na kwa wale ambao kwamba si wengi sana wataweza kuzingatia haya,
kuna wale ambao kwamba hawawezi kuzingatia na wale kwamba hawajali, yani hawatojali. Yani wewe usishughulike na hao kwamba hawataweza kujali ama hawajali chochote. Ni kwamba kutojali kwao hakika kutawaletea katika siku hiyo majuto, yani watajutia katika siku hizo. Kwa nini walifanya, yani kwa nini wali waste yani siku kama hizo, wakaharibu wakati wao katika dunia, katika maisha ya upuzi, katika mambo ambayo hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo usiangalie haya kabisa, wewe angalia yale ambayo kwamba yatakwenda kusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hawa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anazungumza, anasema wao ni wale ambao kwamba hawatapata wa kuwanusuru ama wa kuwasaidia siku hiyo, yani watakuwa katika majuto na makao yao yatakuwa ni katika adhabu. Kwa hiyo mwanadamu akiweza kuangalia masala kama hii, anaweza yani akapata ile imani ya kuwa ni mu'min, na akaweza katika matendo yake yote akawa anafahamu ya kuwa mimi yale yote ambayo nayafanya yasije yakawa ni mateso kwangu siku ya mwisho, siku ya kiyama. Kwa hiyo hapa tunaangalia kwamba kuna umuhimu kuweza kuzingatia katika siku ya mwisho. Nyingine ni kwamba pia mwanadamu yani awe katika masala ya uadilifu. Yani katika ukizingatia siku ya mwisho utaweza kuwa katika uadilifu. Yani uadilifu wenyewe ni vipi? Uadilifu wenyewe ni katika kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Si uadilifu tu yani katika masala yako ya maadili ya kidunia, lakini ila ni katika uadilifu wa kuweza kuwa katika radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na pia uadilifu pia katika wenzako, kuamiliana na wenzako katika njia ambazo ni nzuri. Hizi ni kwa sababu ya nini? Ni hofu, kule kuhofia kwa maana nini? Kwa siku ya mwisho, yani katika siku ya kiyama, kwamba huenda Mwenyezi Mungu ataangalia haya yote. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anatueleza, Rasul sallallahu alayhi wasallam anazungumza, anasema hakika katika mizani ambayo itakuwa ni nzito, baadhi ya mizani ambazo zitakuwa ni nzito ni mizani ya uadilifu. Kwa hiyo siku ya kiyama mizani ya uadilifu itakuwa ni nzito hapa. Kwa hiyo mtu anafanya nini? Anafaa sana kuangalia masala yake ya katika uadilifu. Na ukiangalia nini itakuleta katika kuangalia masala yako ya uadilifu, hakika ni kuzingatia kwamba kutakuwa kuna siku ambayo ni siku ya mwisho. Kwa hiyo hapa kuna umuhimu wa sisi kuweza kuzingatia katika siku kama hii. Nyingine pia itakufanya wewe kuangazia ama kuzingatia katika siku hii ambayo ni ya mwisho, ni katika kule kuwa na dhamiri ya ndani, yani dhamiri yako kuwa ni nzuri, dhamiri ile yako ya ndani kuwa ni nzuri na wenzako. Kwamba hutaweza kuwadhamiria chochote kile ambacho ni kibaya. Ama tukisema haya ni kwamba yani kuna wanadamu yani tuseme wana dhamiri mbaya na wenzao, tuseme wengine watakuwa ni wengine ni ambao watawahadaa yani wenzao katika kuwaharibia maisha yao, yani katika kuwapora katika mali zao, yani katika maafa ya aina yoyote, yani yule mwanadamu katika kumuingiza ndani ile tu yani kwa sababu ya hofu za maisha za kidunia. Yani mtu anahofia kwamba yani huyu mwanadamu akiweza kufaulu ama akiweza kupata yani tuseme kupata neema fulani, ni kwamba yeye atakuwa si mtu ambaye ni wa thamani. Ushaona? Kwa hiyo hii yote inakuletea nini? Ukiweza kuzingatia yani siku hii ya mwisho na siku ya hukumu, dhamiri yako ile ya ndani kwa watu itakuwa ni njema, yani hutakuwa na dhamiri mbaya kwa watu. Kwa hiyo katika mtazamo huu ni kwamba kuna umuhimu sana kwa wewe yani mwanadamu kuweza kuzingatia ambao siku ya mwisho na kuwa na imani kwamba hii siku hakika itakufikia, na hii siku ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipanga. Na kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kuhusu hii siku, anaeleza katika baadhi ya sura nyingi sana. Ni lazima yani mwanadamu kukaa chini na kuzingatia masala kama haya na kuwa makini sana, ili kwamba ya nini? Ili kwamba uweze kutekeleza masala yako yani katika dunia, maisha yako yaende sawa, na kwamba uweze kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kupata thawabu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kukuongezea rahma zake mbele yake siku hiyo ambayo ni siku ya mwisho. Kwa hiyo hapa kuna umuhimu sana kuwa katika dhamiri yako ya ndani kuwa ni nzuri, yani uweke dhamiri yako ya ndani kuwa ni nzuri, isiwe ni dhamiri ambayo ni mbaya na kutakia wengine maafa. Na nyingine pia tukiangalia ni katika kule yani kumzingatia mwanadamu aweze kuzingatia yani katika maisha yake, yani katika maisha hii ambayo tunaishi katika dunia, yani maisha ya ulimwengu, ni kwamba yani uweze kuzingatia hii maisha ni kwamba ni maisha mafupi, yani ni maisha ya muda tu. Yani si kwamba ni maisha Allah amekuwekea kwamba utaishi siku zote tu, yani ni kwamba yani ujue ni maisha ya muda, kwamba itafika siku kwamba utaondoka katika hii dunia, na itafika siku kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataweza kusimamisha hukumu yake juu yako. Kwa hiyo haya yote ni kuzingatia katika haya, na pia mwanadamu ukizingatia haya ni utakuwa yani huwezi kushikamana na dunia ama ukafungamana nayo sana, ukaweza kufuata hawa ya nafsi yako ukamsahau Mwenyezi Mungu, ukataka ukubwa wa kuweza kupata katika dunia, yani ikawa sana inakughilibu dunia, maisha ya dunia, kwa sababu umekumbatia sana dunia.
Kwa hiyo ukawa ni kule, ukawa ni mwenye kutafuta wingi wa mali, ama katika kurundika mali, ama kutafuta maarufu, ama kutaka hadhi. Yani hii yote inakuzuia mwanadamu katika kuruka mipaka ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yani amemchukulia mwanadamu, kwa katika mipaka hii mwanadamu akiruka huwa amevuka mipaka, na kwa mwanadamu ni rahisi sana kwake yeye kufanya nini? Kupotea. Kwa hiyo hapa yani ukizingatia maisha kama hii, ukizingatia yani siku kama hii ya mwisho, ni kwamba utajua katika maisha ya dunia ni maisha ambayo ni ya muda mfupi, yani hakuna raha za kuendelea. Yani mwanadamu anataka raha tu yani katika maisha ya dunia, na huku hii yote ya yeye kutafuta wingi wa mali ni kutafuta raha za dunia. Kwa hiyo ukiweza kuzingatia siku ya mwisho, utajua maisha kama haya ni maisha mafupi, na kwamba yani katika mazingatio yako utajua kwamba hakika utajua kwamba hakika katika maisha kama haya ni mtihani kwako, na ni maandalizi ya katika siku ya milele, yani katika maandalizi ya siku yani kufika katika akhira. Kwa hiyo utakuwa unaandaa yani maisha yako ya baadaye, na maisha yako huko katika akhira. Kwa hiyo utakuwa kuna nini? Utakuwa unaweza kuenda katika njia ambazo anazipenda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hutaweza kuvuka mpaka, yani kuweza kukandamana na maisha ya dunia. Na kugandamana na maisha ya dunia hakika kunamleta mwanadamu katika kupotea. Ni kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza katika sura Al-A'raf. Anazungumza Allah Subhanahu wa Ta'ala kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam wasimulie kisa cha yule ambaye kwamba ambaye alishikamana na dunia sana, ambao tulimpa ishara zetu, tukampa neema zetu za ishara zetu, yani katika neema za kuweza kufanya vitu kwa urahisi, na tukamjalia kwamba katika ulimi wake uwe na dua ambao ya kujibiwa. Lakini mtu kama huyu akaweza kufata dunia katika maisha yake ya dunia, akaona maisha ya dunia ndio makubwa na kila kitu, akaweza kukandamana na dunia, akaweza kuishikilia dunia. Kwa hiyo kuishikilia dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akamwachilia apotee, na akamwachilia shetani kuweza kumpoteza. Kwa hiyo hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sura Al-A'raf, anamwambia watlu alayhim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin. Hapa Allah anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam wasimulie habari za yule ambaye kama tulimpa ishara zetu ama aya zetu, basi yeye akayaacha, akayatupilia mbali, akashikilia maisha ya dunia. Allah akasema faatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin. Akasema na kisha shaytani akamfuata, akawa huyu mtu ni mwenye kupotea. Walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala anazungumza, anasema na mtu kama huyu hakika tungelitaka sisi tungemnyanyua kutokana na haya, yani tungemnyanyua kutokana katika maisha ya ardhi ambao amefuata hawa ya nafsi yake, tungemnyanyua kutokana na haya akaweza kuelekea katika njia ambayo ni sawa, lakini yeye aliclutch katika ardhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema nini? Anasema hakika yake, anasema walakinahu akhlada ila al-ard, anasema hakika alishikilia ardhi sana na nguvu, yani aliclutch ardhi sana, yani alikandamana nayo ardhi kwa kutaka kule ukubwa, kwa kutaka maisha ya dunia, na akafanya nini? Faatba'ahu, akasema waatba'a hawa, akasema na akafata ambao ni hawa za nafsi yake, yani matamanio ya nafsi yake. Kwa hiyo Allah alipomuona kwamba amekandamana na dunia sana na amefata matamanio ya nafsi yake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwachilia mbali mtu kama huyu kuweza kupotea, ambapo alikokuwa ameongozwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ama Allah Subhanahu wa Ta'ala alikokuwa amemjalia neema zake na ishara zake nyingi. Lakini kwa yeye kutaka dunia na kukandamana nao na kuishikilia kwa nguvu sana, Allah akamwachilia mbali. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hapa tunaona nini katika kisa kama hichi? Inatufundisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana nguvu na yani akona power ya kuweza kukunyanyua wewe kuelekea katika njia ya sawa, ya kupeleka njia ya sawa. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anaangalia nafsi yako, anaangalia matamanio yako. Je, umeitamani dunia sana ama yani umemwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mwenyezi Mungu akiona umeitaka dunia, hakika anakupa ile dunia na unakuwa ni mwenye kupotea na anakunyima akhira.